Aina ya tatu ya dhulma, wanachuoni alaihim rahmatullah wanatuambia dhulmun la yatrukuhu Allah. Iko aina ya dhulma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatoiwacha. Allah subhanahu wa ta'ala hatamwacha aliyedhulumu iwe ndiyo basi kashadhulumu, hana cha kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hatomwacha aliyedhulumiwa kuwa ndiyo tayari amekwisha poteza. Kuna aina ya dhulma ambayo inawezekana wewe kwa nafasi yako, kwa nguvu yako ya ukoo ya mali ya umjini wa halumma jarra, unaweza ukaona ya kwamba tayari habari yake yule uliyemfanyia hilo tayari ndio imeisha. Allah subhanahu wa ta'ala hatoiwacha dhulma hiyo. Wa huwa dhulmul ibadi, hii ni dhulma ya waja kudhulumiana wao kwa wao. Fala yatruku dhalima, Allah jalla jalaluhu hatomwacha aliyedhulumu, au fala yutraku dhalimu, hatoachwa aliyedhulumu, hatta yaakhudha almadhlumu haqqahu, mpaka aliyedhulumiwa achukue haki yake. Ni mamoja, haki yake hiyo ataichukua aliyedhulumiwa kutoka kwa aliyedhulumu hapa duniani, au ataichukua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni bora umalizane na aliyekudhulumu hapa duniani kabla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anatoa maelekezo, anatoa nasaha kwa wewe ambaye umemdhulumu ndugu yako. Yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man kanat lahu madhlamatun li akhihi, yoyote ambaye kuna dhulma aliyomtendea ndugu yake, min irdhin, dhulma ya kumvunjia heshima yake, au shay'in, dhulma ya kumnyang'anya mpaka wake, ardhi yake, mali yake, kiwanja chake, nyumba yake, falyatahallalhu minhu, ajinasue kutokana na dhulma hiyo leo hii, kabla ya kufika siku ambayo malipo hayatakuwa pesa, kabla ya kufika siku ambayo malipo hayatakuwa dinar wala hayatakuwa dirham. In kana lahu amalun salih, malipo yatakuwaje akiwa huyu aliyedhulumu alikuwa na amali zilizokuwa njema? Ukhidha minhu biqadri madhlamatihi, yatachukuliwa matendo yake hayo kwa kiwango cha dhulma yake aliyomfanyia ndugu yake hapa duniani, na yeye wakati anadhulumu akaona ni sehemu ya ujanja. Wa in lam takun lahu hasanatun, kama aliyedhulumu hana mema ya kuchukuliwa ili apewe aliyedhulumiwa, ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi, yatachukuliwa maovu ya yule ambaye kamdhulumu alafu anabebeshwa yeye. Na kwenye riwaya nyingine ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atadhuruna mani almuflis, akayaeleza mwisho yatachukuliwa makosa ya aliyowadhulumu, atapewa yeye, kisha ataingizwa katika moto wa jahannam. Hii ni dhulmun la yatrukuhu Allah, ni dhulma ambayo hatoiwacha Allah. Hata ukiona umefanikiwa, umewini, umeweza kwenye maisha haya ya dunia kumdhalilisha nduguyo kwa kuivunja heshima yake, kumchukulia mali yake, elewa ya kwamba iko siku dhulma hiyo itachukuliwa, tena itachukuliwa kwenye siku ambayo jema lako unatarajia likufae, likakuweke kwenye sehemu ya amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio jema hilo linachukuliwa kulipwa yule ambaye umemdhulumu. Imamu Muslimu naye akapokea hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Sikiliza vizuri maneno haya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili uone dhulma ya kumdhulumu ndugu yako ni mbaya kiasi gani. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam anatuambia ya kwamba la tuaddanna alhuquq ila ahliha yawm alqiyama, wallahi thumma wallahi
zitarejeshwa haki kwa watu wake siku ya Kiyama. Haki ambayo umemdhulumu, uliyemdhulumu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam analielezea jambo hilo kwa taukidi mbili: la tuaddanna, wallahi zitarejeshwa haki za watu kwa wenyewe siku ya Kiyama, hatta yuqada lishati aljalha. Angalia namna ya haki zitakavyorejeshwa. Anasema alayhi salatu wasalam, mpaka atarejeshewa kisasi mbuzi aliyekuwa na pembe kwa sababu ya kumpiga mbuzi asiyekuwa na pembe. Hawa ni wanyama ambao hawana lao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kuamrishwa kuweni mchanga, na wao watakuwa mchanga baada ya kulipizana kisasi. Haki ambayo ni ya mbuzi tu, mnyama ambaye ni ghairu mukallaf, hajakalifiwa ni sheria, hajakalifishwa kwa mujibu wa sheria, hajapewa agizo hili fanya, hili usifanye, lakini haki ya kumpiga mnyama mwenzake kwa sababu ya mapembe yake aliyokuwa nayo, haki hiyo itaenda kurejeshwa kwa mnyama yule kwa mujibu wa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatta yuqada, mpaka kitalipizwa kisasi, lishati aljalha. Ina maana atarejeshewa haki yake mbuzi asiyekuwa na pembe, mina shati alqarnai, iliyochukuliwa ni mbuzi mwenye pembe, kwa yeye kumpiga mwenzake kwa sababu ya pembe zake. Maneno haya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatufunze pia ya kwamba ikiwa hali itakuwa hivi kwa wanyama ambao ni ghairu, si wenye kukalifishwa ni sheria, itakuwaje hali ya wewe ambaye unajua ya kwamba mimi na mdhulumu fulani, na hii ninajua kuwa ni dhulma, na dhulma haifai.